washikao mafundisho ya Balaam. Mafundisho ya Balaam ni mafundisho ya aina gani? Kwani mpaka Yesu anawaambia nawajua vizuri. Lakini kuna watu miongoni mwao, unajua Yesu, wote ni washirika, ni waumini. Ndio maana mimi sipendagi hilo jina la waumini wala jina la washirika. Sema amina. Hapa sisi ni askari. Kwa kuna mchungaji ana washirika wamejaa kanisa zima, lakini 75% ni watenda dhambi watupu. Wamejazana. Kuna watu wanachukuliana wake mule ndani, kuna watu wanachukuliana waume mule ndani, kuna vibinti vijolewa vina madanga mule ndani, kuna vijana wao mule ndani hawajaoa lakini wanatembea na mishangazi wanaishi nayo bila wasiwasi. Na mchungaji ana habari. Yuma kanisani. Katika kitu ambacho nimwambia Mungu siku moja, wakati naomba Mungu, naomba uzidishe watu. Pija sasa hivi mwaka wa pili. Yesu akaniambia chagua moja. Nikuletee kusanyiko la watu wenye matatizo ama nikuletee taratibu uanze kuwatengeneza. Kawaza watu 1000. Watu 1000 wamejaa hapo. Hapo 1000 watu 200 wote wanafanya kazi za umalaya. Na ndio wategemeza kweli kweli kanisa. Kuna utofauti wa mtu kuwa mtenda dhambi na anania kubadilika, na kuna mwingine mtenda dhambi ndio maisha yake na habadiliki, ni lifestyle yake. Hawa ni watu wawili wangapi? Watu 200 makahaba watenda dhambi. Vijana pale karibu 400 wote wana mishangazi wanaishi nayo. Wanakuja na magala lakini wana mishangazi nyumbani. Kwa unajikuta mchungaji una watu 100 tu. Na hiyo 100 yenyewe ni viongozi wako, mashemasi, wazee wa kanisa. Bado hujakutana na kachawi kamoja hapo katika hao wazee wa kanisa. Kuna kanisa moja leo kusali, mzee wa kanisa alikuwa anatembea na vibinti kanisani. Mzee na anamke. Na mchungaji anamtetea, anamkingia kifua. Hela sizipo. Nyinyi mjatembea kwenye makanisa haya makubwa. Katika kitu ambacho nimembaga Yesu Kristo, naomba unisaidie. Sitaki kuendeshwa na hela hata siku moja katika jina la Yesu. Kwa hiyo hapa mtu hata aje na hela, sema mchungaji nitakujengea kanisa kote, nitapoa mwanzo hadi mwisho. Ukileta mambo ya dhambi ninakulipua kama mtu mwingine. Na ukishatoa mabati uchukui hata moja. Hii niko serious kabisa. Hata moja uchukui. Kwa hiyo ndio Mungu, ndio maana injili yangu napeleka kuweka kali ili mtu ajue. Hatuko kwa ajili ya kukusanya maelfu. Tupo kwa ajili ya kutengeza watu wenye nia ya kwenda mbinguni. Na wewe ni mmoja wapo katika jina la Yesu. Na utaingia kwa neema ya Bwana katika jina la Yesu hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Maadamu umekaza kumpenda Kristo na umekaza kujikana na kubeba msalaba, mbinguni utaingia katika jina la Yesu hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa wako na sasa hivi ni moja kampeni. Watu wanakuja wenye uwezo. Unajua kanisa pale mchungaji ulikuwa ni njaa dhaifu. Anakuja pap. Mchungaji una nini hapa? Mchungaji ndaza kupaua hapa. Kuna kanisa lingine lile kusali. Kadada kakao na support kazi pale kanisani sio kawaida. Lakini kanatembea na vijana wa kanisani. Kazinzi. Tena hata kaogopi. Na kapo karibu na mchungaji. Mimi mchungaji nampigia simu muda wowote. Ngoja nimpigie simu uone anapopokea. Huyu mchungaji yuko ana hili wala lile. Kumbe mtu kakaa. Anataka aoneshe namna gani na mudu mchungaji. Sio hapa. Naeleka vizuri. Na ndio maana mbona watu waongezeke? Kuna watu wanapima upepo. Hapa siachwi salama. Yaani hapa njoo na uzinzi wako, lakini umeuchoka uzinzi na unatafuta njia ya kuacha. Hapa mahala pake. Njoo na uchawi wako, lakini umeuchoka uchawi na una nia ya kuacha. Hapa ni mahala pake. Ila sio nataka kuja kutuambukiza maro. Nishaambia Mungu bora nikose hela.
ila cha kwanza nitalinda mtu asiambukizwe roho ya uasi. Cha pili, kuhakikisha mtu anaenda mbinguni. Kama mtu ana mpango hapo, ataondoka tu dakika chache. Bwana Yesu sana. Mungu mwingine anakuja anachungulia na hapa kwendani, anaenda. Bwana Yesu sana. Kwa sababu mafundisho washikao, sema mafundisho ya Baala. Sasa nataka tuangalie mafundisho ya Baala ni mafundisho ya aina gani. Kumbuka watu wako kanisani, mchungaji anafundisha maombi, alafu kuna Baala mmoja anafundisha watu na mafundisho yake anajua mwenyewe. Mchungaji anafundisha jamani, tunataka tufanye kazi ya utume duniani, alafu kuna Baala mmoja anafundisha anavyojua yeye mwenyewe. Unaeleka vizuri? Na mara nyingi wanapewa, ndio maana katika moja ya makosa, nitaenda kuangalia moja tabia. Moja ya makosa ni kutoa viongozi kwa sababu ya uwezo wa kifedha. Ni moja ya makosa tunaofanya wachungaji wa nyakati za leo. Kanisani asitokee mtu mwenye kagari tu tayari mchungaji usaidizi, mzee wa kanisa. Yaani kilo chako sisi tuna mpango nacho. Huyu ana kampuni yake. Ana kampuni. Mzee wa kanisa. Jamani sasa mtu wa Mungu, huyu mzee wa kanisa huyu. Mzee wa kanisa. Mzee wa kanisa. Hey. Anawajengaje watu kiroho? Anawainuaje watu wa Mungu? Naeleka askari wa Bwana. Ndio maana unakuta mzee wa kanisa kuomba haombi, hafungi, ila ni bingwa kutangaza. Yeye anachojua ni kutoa matangazo na kuhesabu sadaka kwenye ofisi. Mengine yote mtajua wenyewe. Katika kitu ambacho Mungu naomba unisaidie, katika kanisa ambalo natamani kulijenga, ni kanisa liko tofauti katika jina la Yesu. Ndio maana mimi siangaliagi makanisa mengine wanafanya nini. Ninaangalia Biblia inasema nini. Na kama kanisa lingine ni kwa ajili ya kujenga, nitakichukua na kulifanyia kazi. Bwana Yesu sana. Niliwahi kusali kanisa fulani. Yule mchungaji kidogo alikuwa na macho. Alimchaguaga mzee wa kanisa mmoja alikuwa ni pake pakavu. Hana kitu. Yule baba uweza kuna vikao vinafanyika ofisini na kuitwa haitwi. Yaani wazee wa kanisa wafanya baraza la wazee wa kanisa. Yeye ni mzee wa kanisa lakini haitwi. Vishaamuliwa tu kule. Wale wengine wamepaki mabagari yao manino, wameshaamua kila kitu. Tunalipeka kanisa wapi? Leo mtu anachagua kiongozi, huyu anaongoza kutunza nyumba ya mchungaji. Kwa huyu atakuwa kiongozi kuanzia leo. Mzee wa kanisa. Unajua kila mwezi mfuko unasoma pale mchele nyumbani kwa mchungaji mafurushi. Umeshajua kilo chake? Bwana Yesu asifiwe sana. Naeleka askari Bwana. Ndio maana hapa mimi niko makini sana namna mtu kumweka kwa kiongozi. Kwa sababu kiongozi wa kanisa unashughulika na roho za watu. Kiongozi wa kanisa lazima uhakikishe watu nawaombea. Lazima uhakikishe watu nawatia moyo na kuwajenga. Lazima uhakikishe watu nawashauri katika njia ya haki. Lazima uhakikishe watu nawainua kwenye maombi. Lazima uhakikishe watu nawajenga katika neno. Kiongozi haombi, afungi, neno amezidiwa na mshirika, yani ni paranganyika tu. Kuna kiongozi hapa